Ni siku nyingine upo na Eminence Driving School. Leo tutakwenda kujifunza ukaguzi wa gari kuhusiana na mambo maalum ambayo kabla hujaendesha gari dereva asubuhi lazima uyakague. Vitu hivyo ni vipi? Cha kwanza utakwenda kuangalia maji yako ya kwenye engine, au kama unatumia coolant pia utaangalia kiwango gani imebaki na kiasi gani imetumika ili uweze kuongezea. Si vyema sana kuendesha gari ikiwa na maji madogo au coolant ndogo kwa sababu itachemsha engine. Kitu cha pili tutakwenda kuangalia oil level. Oil level unaipimaje, unaangaliaje, na kama imepungua wapi utaongeza? Ungana na mimi Sani Hamisi Hasani kutoka Eminence Driving School kwenda kwa. Okay, engine yetu ni hii hapa. Tukianza na mfumo mzima wa rejeta. Huu ni mfumo ambao unafahamika maarufu kwa kupoza gari, sawa eh? Huku kwenye hii radiator cap huwa wanajaza kimiminika kinaitwa coolant. Coolant ni maarufu sana kwa kupooza gari au engine ya gari, kwa maana boiling point yake ni kubwa sana ukilinganisha na maji. Lakini ukikosa coolant alternative utatumia maji, lakini hakikisha maji yao yasiwe ya chumvi. Tukifungua radiator cap hapa tutakutana na hili tundu, sawa? Tundu hili ndio ambapo utaweka kimiminika aina ya coolant au maji. Mfano tukiangalia ya kwetu hapa sasa, kiwango chake cha maji ni imejaa, hivyo tumejihakikisha kwamba gari letu lipo tayari kwa ajili ya safari. Mfumo namba 2 ni engine oil. Utajiuliza, engine oil naiangalia wapi au naipima wapi? Engine oil unapima na kifaa maalum kinaitwa dipstick, na hiko kipo katika kila engine ya gari. Twende nikakuoneshe dipstick ni ipi. Hii ndio dipstick. Utaivuta ili kuiangalia, na hakikisha utaipima engine gari yako ikiwa imepumzika muda mrefu, sio umetoka safarini tu hapo hapo unaivuta. Haitakupa majibu sahihi kwa sababu oil ilikuwa katika mzunguko tayari, aidha itakudanganya ipo nyingi au ndogo sana. Sogeza kamera karibu tuangalie. Hii ndio dipstick. Dipstick utaichukua, utaifuta kuangalia pointi zifuatazo. Ina doti 2. Doti hii ya kwanza kuanzia hapa kuja chini, hii inakwambia oil yako ipo low au ipo chini sana, ongeza haraka sana iwezekanavyo. Na kuanzia doti hii ya kwanza mpaka kuja hapa ya pili, range ya oil yako inabidi iwe katikati, hiyo inamaanisha minimum. Na kuanzia doti ya 3 kuja huku, hiyo ni full na imezidi, na haipendezi sana ukazidisha kiwango cha oil. Utahakikisha oil yako ipo kuanzia hii doti ya pili, katikati ya doti ya kwanza na ya pili, ilenji maeneo haya, hiyo ndio medium level of oil. Baada ya kuifuta dipstick yako, utaichukua na kuirudisha pale ilipokuwa. Utaizamisha yote, kisha utaing'oa kuangalia kiwango chako cha oil. Mfano gari yetu sisi ipo range nzuri, hiyo tunaita medium. Na ukiangalia rangi yetu ya oil bado haijawa nyeusi, hivyo inaashiria kwamba oil yetu ni safi, hatuhitaji sudden oil change. Kwa hiyo baada ya hapa kujihakikishia hivi, utakirudisha kifaa chako almaarufu kama dipstick. Na vipi kama oil yangu imepungua au nimeona nahitaji kuongeza, kiwango kilichopo ni kidogo, nitaongezea wapi? Usiweke tena kwenye dipstick, tundu lile ni dogo. Utakuja kuangalia sehemu hii imeandikwa engine oil, kama unavyoiona hapa. Utaifungua hii cap ya engine oil kama ifuatavyo. Humu ndipo utakapoongeza oil yako kwenye gari. Na vipi kama asubuhi nawasha gari langu haliwaki, nikitekenya funguo hakuna mtikisiko wowote wala sisikii starter ikifanya chochote, nikiwasha taa haziwaki wala kwenye dashboard yangu haionyeshi chochote, gari lipo kimya, nitafanyaje? Chukua hatua zifuatazo. Kabla ya kumpigia fundi, utakuja utafungua boneti yako, utaangalia hiki kifaa kinaitwa battery. Battery ni kitu muhimu sana ambacho kinatumika kuwasha taa za gari, kuliwasha pia gari au kuanzisha starter ili lishtue engine yako. Pia battery lina kazi ya kufanya mifumo yote ya umeme katika gari iweze kurun kama inavyotakikana. Sasa ukaona hivyo vitu vyote vifanyi kazi, cha kwanza utakuja kuangalia hizi
terminal, zinajulikana kama terminal au meno ya betri. Utaangalia, je, nyaya ambazo zimeconnect na hizi terminal ya betri, je, zimekaza? Kama hazijakaza, utazirudishia na utahakikisha zimefanyaje? Zimekaza. Niamini, kama gari yako haina shida ya umeme au changamoto yote ya umeme, itawaka. Na vipi kama ukazikaza na ukagundua zipo vizuri lakini gari haiwaki? Je, utafanya nini? Mtafute fundi aje kuangalia, either system yako ya wiring ya power supply katika gari huenda ikawa ina shida. Naam, kufika hapa tumetamatisha kipindi chetu cha leo cha ukaguzi wa awali wa gari. Je, ungependa tukague nini kipindi kijacho au tukuletee nini? Comment section hapo. Tutumie ujumbe mfupi ukitaka kutuambia unataka kipindi kijacho tuletee nini au tukague nini. Karibu sana, tunakwambia Eminence Driving School, Center for Best Driver.